So nita shout kidogo ndugu Maina, nitaongea kwa sauti kidogo ili watu wote ili Maina pia asikie. It's better now. Mungu akubariki brother Maina, Mungu akubariki. Kwa hivyo what I'm trying to say ni kwamba hata pengine ndugu Maina, pengine ni mimi, pengine sio makini, pengine ni mimi najua nikianza na nazungumzaka polepole sana mpaka watu wengi sana wananiambia uh, uh, wananiambia kwamba hawasikii vile nasema hata kanisani. Kwa hivyo mniwe radhi, hiyo ni tabia baya ya kuongea polepole bila kusikika. Kwa hivyo nilikuwa nataka kusema ya kwamba maandiko ikasema ya kwamba katika Wathesalonike ati atakuja na wale ambao walikufa. Kwa hivyo na hiyo hapo ndiko kwa voice atakuja na wao. Maandiko imesema ya kwamba atakuja na wao. Kwa hivyo ni ufufuo, itakuwa ufufuo. Sasa mimi nakasema ya kwamba itakuwa atakuja na mwaliko, atakuja na shout, atakuja na shout, na atakuja na voice, na atakuja na trumpet, mambo matatu, atakuja na mambo matatu. Na akija hayo na mambo matatu anasema ya nabii anachukua hayo, anasema ya kwamba mambo hayo matatu shout, anasema ni ujumbe ambao unaita watu wa mataifa wakuje kwake, wakuje kwa rapture, ili wakuje kurapchiwa. Anawaita ili wakuje ili warapchiwe, anasema hivyo. Hiyo ni ujumbe wa ndugu Branham, anasema hivyo. Ya pili anasema voice, na bibi yangu hapa aliniuliza voice, what is the voice? Akasema ya kwamba the voice of the archangel. Akaniuliza voice of the archangel, hiyo archangel ni nani? Akaniuliza kama that archangel kama ni nabii Branham. Nikamwambia hapana, siwezi kusema ni Branham, ile tu najua kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba voice of the archangel. Akaniuliza kama huo archangel atakuwa ndugu Branham, because itakuwa the voice of the archangel. Nikamwambia sitasema ni Branham kwa sababu sasa sijapata nabii, sijapata nukuru, kwa sababu tunasemaga mambo kwa nukuru za nabii, kwa vile nabii amesema. Mtu anaweza kuwa na ufunuo wake, na sitakagi kuhubiri ufunuo wangu mpaka Mungu anionyeshe kabisa ya kwamba huo ufunuo ni kulingana na neno na ulingana na neno. So sasa sijui kama ni hiyo ama ni namna gani, archangel ni nani, lakini nabii anasema ya kwamba wakati wowote na archangel ni kusema chief, ni malaika mkuu, na maandiko imeita sana hata nabii. Kuna na bahari hapa na pale, nabii maandiko imeita Michael inamuita malaika mkuu archangel or something like that. Na in fact kuna wakati mwingine Michael anasikika kama ni Yesu. Kwa hivyo hiyo tuache hapo kwa sababu ni mambo ya malaika. Lakini hata hivyo nabii amesema ya kwamba wakati wowote mambo makuu yanatendeka hapa ulimwenguni, yule malaika ambao anatumwa ni nani? Naitwa Gabriel. Ni Gabriel. Anasema malaika Gabriel ndiye alitumwa kukuja kuannounce kukuja kwake kwa kwanza, na ndio atatumwa pia kukuja ata-announce kukuja kwake kwa pili. Kwa hivyo, lakini hii sauti sio sauti ya malaika huo wa mbinguni, ni sauti ya malaika wa hapa ulimwenguni. Nitakwambia namna gani. Sasa kutoka hapo tuko na trumpet, na hiyo trumpet, na maandiko yanasema ya kwamba atakuja na trumpet, atakuja na tarumbeta, tarumbeta itapigwa. Kwa hivyo ni mambo hayo matatu, na hayo kwa sababu gani na connect wapi na resurrection? Nasema hayo mambo matatu inashikana jikua ya kwamba na resurrection inashikana kwa sababu nabii amesema ya kwamba it was the voice of resurrection, na ndio anasema atakuja na wao. Kwa hayo maandiko anasema atakuja na hao, kama vile alikuja na wale ambao walikuwa wamekufa wakati alikufa yeye na akafufuka. Wakati alifufuka alikuja na wao. Hivyo ndivyo atakuja na hawa sasa ambao wamekufa. Ndio atakuja na wale wamekufa. Sasa hiyo ndio na connect. Nafikiri unaona the nexus. Unaona ni connection gani iko katika kufufuka. Nikihubiri mambo ya kufufuka, nasema ya kwamba mambo ya kufufuka inalingana ama inashikana
na hayo mambo matatu. Na sasa ungeniambia basi, ikiwa inashikana na hayo mambo matatu, haisikani na hayo mambo matatu, inashikana na hiyo jambo moja inaitwa voice, kwa sababu nabii anasema voice is the voice of resurrection, lakini shout anasema ni ujumbe wake. Anasema trumpet ni tarubeta ya kuita wale ambao ni Wayahudi. Sasa hebu ni kuconnectie hiyo pia uone ya kwamba yote ni resurrection. Kwanza kabisa ningetaka kusema hivi wadugu, ya kwamba hiyo yote shout, nafikiri hiyo nimewaambia mara mingi, sijui kama nitakuboo na kuisema tena, lakini najua kuna mtu angetaka kujua. Hebu nikueleze kidogo ya kwamba hiyo shout, atakuja na shout na atakuja na voice na atakuja na trumpet. Hiyo yote mimi nachukua ya kwamba, na kulingana na nabii, natakusomea maandiko, na kulingana na nabii, hiyo yote ni kitu moja: shout, voice and trumpet. Hebu kidogo nipatie nafasi kidogo nichukue shout. Shout anasema, natakusomea. Shout anasema ni ujumbe wa ndugu Branham, ni ujumbe wa ndugu Branham kabla, usikize vizuri, kabla ya Yesu Kristo kukuja. Sasa Yesu Kristo amekuja. Wakati nyakati ya kanisa ziliisha, Yesu Kristo alikuja. Kuna wakati ilikuwa nyakati ya kanisa, kutoka nyakati ya kanisa ya kwanza mpaka nyakati ya kanisa ya saba. Wakati ya nyakati ya kanisa ya saba, nyakati ya saba ilipoisha, sasa tukaingia wakati wa bibi harusi. That's another age. Kwa hivyo church ages zimeisha. Nafikiri hiyo mnaelewa. Hiyo shout ilifanyika, ni ujumbe wa ndugu Branham wa nyakati ya saba, kwa sababu tukiingia wakati wa braidage, sasa hapo pia nabii iliingia na kinywa yake ilichukuliwa na Bwana Mungu. Alichukua hiyo kinywa yake, ndio alitumia kuleta Yesu. Nafikiri hapo tumeelewa. Ndio alitumia Yesu Kristo alipokuja, alitumia hiyo kinywa yake, alitumia hiyo kinywa ya ndugu Branham. Kwa hivyo alikuwa pande hii ingine ya braidage. Lakini pale kulikuwa na pale katika nyakati ya saba, hapo ndiko hizo shout na voice na shout na voice na trumpet zilifanyikia. Sasa sikiza na usome hiyo maandiko. Na hata pengine tungesoma, lakini hatuna wakati. Ni First Thessalonians 4 uanze hapo mstari wa 13 mpaka wa 17, na utasikia hiyo yote ya kwamba kuna mambo mingi hapo nimesema. Ikiwa kuna kitu hapo utasoma na pengine ikulemee kidogo, uniambie hapa sielewi, na tutazungumza. Unaweza kuniandikia na unaweza kunipigia simu, whatever you want, niulize swali. Kwa hivyo atakuja na wao, maandiko yanasema ya kwamba atakuja na wao. Kwa hivyo ni kwa sababu gani nasema hii yote ni same? Tuchukue shout anasema ni huo ujumbe wa ndugu Branham, anasema ni huo ujumbe wa ndugu Branham. Okay, hiyo tunajua na imeelezwa vizuri sana. Hiyo ni ujumbe ya ndugu Branham. Tuchukue ya pili, tuchukue ya trumpet. Wachana na voice kwanza, tuchukue hiyo ya trumpet. Trumpet ni nini? Trumpet tulisema ya kwamba, na tulisoma trumpet, nilileta subject inaitwa trumpet ili kila mtu aelewe trumpet ni nini. Watu wanaongea juu ya first trumpet, second trumpet, third trumpet, watu wanasema tu hivyo, lakini na mimi nasikiaga wakiongea ni kama hawaelewi trumpet ni nini. Tarubeta ni nini? Tarubeta itapigwa. Hawaelewi tarubeta ni nini. Sikiza vizuri sana. Tarubeta ni tarubeta ya Injili, na Paul ndiye alipiga tarubeta ya kwanza. Irenaeus ndiye alipiga tarubeta ya pili. Martin ndiye alipiga tarubeta ya tatu. Koruba ndiye alipiga tarubeta ya nne. Hao ni wajumbe kutoka mjumbe wa kwanza mpaka mjumbe wa saba. Luther ndiye alipiga tarubeta ya tano. Wesley ndiye alipiga tarubeta ya sita. Brother Branham ndiye alipiga tarubeta ya saba, na tarubeta ya saba ndiyo tarubeta kuu ya Isaya. Nafikiri hiyo mnaelewa. Isaya alitabiri ya kwamba kuna tarubeta itapigwa, tarubeta kuu, na hiyo tarubeta kuu ndiyo tarubeta ya Thessalonians 4. Hiyo iko hapo ya kwamba tarubeta itapigwa, ndiyo tarubeta ya Wathesalonike ya Isaya. I don't know, Isaya 50 something. Anasema ya kwamba hiyo ndiyo tarubeta kuu, inaitwa tarubeta kuu, na tarubeta kuu itakapopigwa, Isaya alisema tarubeta kuu itakapopigwa, nation zote zitaenda Israel. Na kuenda Israel huko, nabii anasema ya kwamba huko kuenda Israel ni nations kurecognize Israel as a nation.
hiyo ni kusema na Kiswahili ni kusema aje, ni kutambua ya kwamba Israel imekuwa nation. Hiyo ndio maandiko ya kwamba nation, kila nation itaenda Israel. Ni kutambua, watatambua ya kwamba Israel imekuwa nchi, watatambua hivyo wakati tarumbeta ya 7 inapigwa. Tarumbeta ya 7 ni ndugu Branham anapiga kama mjumbe wa 7, na tarumbeta ya saba ni injili ni ujumbe wa 7, ni injili. Tarumbeta ni tarumbeta ya injili, kila mtu anapiga tarumbeta ya injili. Paulo alipiga tarumbeta ya injili, hiyo tulijua. Kwa hivyo tarumbeta ya 7 na shout ni the same. Can you see that? Kwa sababu shout, nabii anasema ni ujumbe wake, ni ujumbe wa brother Branham wa 7. Tarumbeta ya 7 ni ujumbe wa brother Branham wa 7. Sasa unaona hiyo ni the same. Okay, tukuje kwa voice. Voice ni nini? Nabii anasema voice, msikize vizuri sana, hiyo voice na shout ni kitu kimoja. Anasema hiyo voice na shout ni kitu kimoja. Kwa hivyo shout na voice na trumpet ni kitu kimoja. Ni nini? Ni ujumbe wa ndugu Branham wa 7. Nafikiri hapo mmeelewa. Sasa tutoke hapo twende hapa. Kwa hivyo tukizungumza tuseme ya kwamba voice ni voice of resurrection, ati ya kwamba hiyo sauti hiyo mutoko na sauti, anasema sauti ni sauti, hiyo voice is the voice of resurrection. Hizi tatu, kila huo ujumbe wa ndugu Branham ulienda kwa groups 3 za watu tofauti. Ilienda kwa group ya wale wamekufa kama voice, ilienda kwa Wayahudi kama trumpet, ilikuja kwetu kama shout, ilikuja kwa wana mataifa kama shout, lakini ilikuwa ujumbe wa 7, sio ujumbe wa braided. Hiyo iliisha. Mambo ya trumpeta ilipigwa na ikaisha, mambo hayo iliisha, na ufufuo ukafanyika, ufufuko ukafanyika. Huo ufufuo ambao umetabiriwa katika Wathesalonike na Paulo ulifanyika kwa sababu ujumbe wa ndugu Branham ulifanywa. Ujumbe wa ndugu Branham ndio ulifufua. Na nikasema kuna ufufuo mara ngapi? Tulisema mara 4. Nisema mara 4 ya ufufuo. Nisema hivyo mara 4 ya ufufuo. Nafikiri hiyo hatuwezi kwa tena. Na nikasema hiyo ukikosa kukumbuka, tafadhali mimi niko ndugu, hamunisumbui vile inatakikana munisumbue. Nikisema kitu mimi na usielewe, niambie, nisumbue. Uko na right ya kunisumbua. Wewe uko na right ya kunisumbua, na sitasema ya kwamba umenisumbua. That is one. Number 2, niko wakati wowote unaweza kunisupigia simu nikwambia hapana, ngoja kidogo, lakini lazima nitakujibu. Na wadugu, najibu watu wengi, na sisemi na kwamba najua kila kitu. Hapana, mimi sijui kila kitu, lakini kile mimi nimesema wewe niulize, na ikiwa kuna kitu utaniuliza nikosa kujua nitakwambia. Kama hivyo bibi yangu hapa aliniuliza kama huo ndio malaika mkuu Archangel ni ndugu Branham, kamwambia mimi sijui, kwa sababu sasa siwezi kumwambia mimi ya kwamba ni ndugu Branham. Alikuwa nafikiri anafikiria, nikiona kwa fikira yake anafikiri ni ndugu Branham, lakini kwangu mimi sioni hivyo, sijaona hivyo. Nafikiria hivyo, naweza kufikiria hivyo kama kufikiria, lakini siwezi kusema kitu ambao kakimilisha kabisa. So tuende hapa tusome hapa taito yangu na hizi quotes pia naweza kuwatumia, sijui lakini kutuma mkitaka nitume kwa Dhika Church hapo kwa hiyo group nitatuma tu, naweza kuituma kwa group tu, no problem. Nitaituma kwa group, na wacha niitume kwa group ili mjisomee pia. Na nabii anasema hivi, the seventh mimi the seventh watch was the seventh church age just before he arrives for the rapture. Now nasoma katika kitabu kinaitwa Rapture, paragraph 129. Now I want you to notice a great thing hapa. Nataka muone kitu ambao kinafanyika hapa kikubwa, na msikose kuona hapa ya kwamba neno hapa linasema katika Thessalonike wa pili, na kuna mambo 3 inafanyika. Na kutoka hapo mstari wa 13 mpaka mstari wa 16 kuna mambo 3 ambao inafanyika, ya kwamba Mungu mwenyewe, the Lord himself before the Lord himself appears. Kabla, nataka uchukue hilo neno kabla, kwa sababu kuzungumza kwangu kwa leo kunaonyesha ya kwamba
sio bridage, hii sio bridage. Shout, nataka kuprove ya kwamba sio bridage. Shout sio bridage. Shout na voice na trumpet, hiyo shout sio bridage, na hiyo itafufua, sio bridage itafufua. Hapa tuna ufufuo, hapa kwa bridge tuna ufufuo, kwa sababu wao wote wakija hapa wamefufuka. Unaweza kusema wao wako na ufufuo kwa sababu wamefufuka, lakini ufufuo utafanyika ili wakuje, kwa sababu hata shout ni ya kuita. Sikiza vizuri sana, tofauti sana, tofauti ya shout na hii shout ni kugadha. Lakini wacha tusome tu, kwa sababu kusoma niko vizuri, ili mwelewe. Ili mwelewe vile nabii anasema, ili mwelewe vile nabii. Najua mimi si msomaji, mimi ni mhubiri, kwa hivyo lakini wacha ni asome, kwa sababu hizi quote ni mingi sana, nitajabu kitu kidogo. Kwa hivyo anasema kuna mambo matatu, things that has to happen before the Lord himself, kabla ya Yesu Kristo kuonekana hapa. Quickly now so we can close. Hebu kidogo tuharakishe kabla hatujafunga. The first thing happens, kile kitu kinafanyika kwanza. Notice, a shout, a voice, a trumpet. Ni shout, voice na trumpet. Let us read it now again, once again. Anasoma tena. For the Lord himself shall descend from heaven. Kwa sababu Mungu Bwana mwenyewe atashuka kutoka biguni, with a shout, with a voice of archangel and a trump of God, na tarumbeta ya Mungu. Three things happens. Mambo matatu inafanyika. Anarudia tena, a voice, a shout, a trumpet. Has to happen, anasema lazima ifanyike before Jesus Christ appears. Hiyo ndio inanionyesha, na ndio inatakikana ituonyeshe ya kwamba haya mambo matatu inafanyika kabla ya rapture, kabla ya Yesu kukuja, kwa sababu kukuja kwa Yesu ni mara tatu. Ni Yesu Kristo anakuja mara tatu. Mara ya kwanza anakuja kukufa, hiyo ndio kukuja kwa Yesu kwa kwanza. Kukuja kwa pili anakuja kuchukua bibi harusi, na hiyo ndio amefanya kukuja huku kwa pili, amekuja kuchukua bibi harusi. Kukuja kwa tatu atakuja na bibi harusi kutoka mbinguni, na hiyo na hiyo itakuwa in the physical millennium. In the physical millennium, wakati Yesu Kristo atakuja na watu wote wamefufuka, bibi harusi wote amefufuka, hapo sasa Yesu Kristo atakuja, na hiyo itakuwa mara ya tatu, kukuja kwake kwa mara ya tatu, na anakuja na bibi harusi. Kwa hivyo huku kukuja ndio anasema ya kwamba kabla hajafika hapa ulimwenguni atafanya hayo mambo matatu. Kwa hivyo kabla ya rapture, kwa sababu akija ndio anaoa, akija ndio anachukua bibi harusi. Kwa hivyo kabla hakajakuja kuchukua bibi harusi, hapo kabla hajakuja kuna distance kutoka mbinguni mpaka kufika, kuna distance hapo. Lakini kumbukeni, sio distance ya maili, hapana. Kuna kitu amnafanya hapo wakati huo. Nataka tuone hiyo kitu anafanya. Hiyo ndio subject yangu ya leo. Anafanya ni kitu gani hapo? Anafanya hapo kabla hajaja, akiteremuka. Maandiko yanasema akiteremuka, ni kana kwamba imagine ya kwamba mbinguni ni kama maili na maili na maili, na sasa anateremka. Okay, Sharon wangu anaandika kutoka Jerumani, hajui kama nahubiri. Kwa hivyo anateremka kutoka mbinguni. Akiteremka kutoka mbinguni, imagine ni maili na maili na maili kutoka mbinguni, ni mbali sana. Anakuja akiteremka akifanya hayo matatu, a shout, a voice and a trumpet. Lakini hakuna maili, ni kitu tu, na nikakwambia ya kwamba last time nikikuhubiria nikakwambia maandiko ilisema ya kwamba milima iliwekwa, mabonde ilichukuliwa, na milima ikawekwa kama mabonde, na haikufanyika. Na maandiko ilikuwa imesema ya kwamba Yohana atakuja kufanya hivyo. Ilifanyika, lakini watu hawakuona kwa sababu sio physical. Kwa hivyo hata ukisikia kama ni safari kubwa kutoka mbinguni mpaka hapa ulimwenguni kuoa, usifikirie ya kwamba ni maili na maili, ati anakuja na ndege ama kuja na gari ama kuja na rocket kama kitu kama hiyo, anakuja polepole. Hapana ndugu, sio hivyo, ya kwamba ni kama ni kitu ambao haimaanishi hivyo. So anasema wakati anakuja anafanya hayo mambo matatu kabla hajafika. Okay, anasema three things happens, a shout, a voice, a trumpet has to happen before Jesus appears. That is paragraph 130 of the book Rapture. Now Jesus does all three of them as he is descending. Anafanya haya mambo matatu akiteremuka ndio anafanya haya mambo matatu. Okay, tunaenda paragraph 140.
the same book Rapture. Nasoma Rapture sana leo, lakini kusomea kitabu kingine. The first thing that comes, kitu kile kinafanyika when he starts descending from heaven. That is paragraph 141, rather paragraph 141. Ile kitu kinafanyika wakati anateremka kutoka mbinguni, na mnikubalie kidogo, tuendelee kidogo, kwa sababu shetani ametuchukulia wakati mwingi sana, na tafadhali niwachokeshe leo kidogo, nimalize hii. Tafadhali ni Mungu awabariki, mnipe tu wakati niwapeleke kidogo. The first thing that comes when he starts, brother Edapo, Paul Edapo, Mungu akubariki sana brother Paul Edapo. Brother Paul Edapo ni wa huko Isiolo, na Mungu akubariki sana, nimekuona kwa mtandao, lakini ako kazi huko Ukambani, huko Kitui, na Mungu akubariki. Nikija Kenya tutaonana ndugu Edapo, nakupenda sana, kupenda ndugu Edapo sana. Ndugu Edapo ni mtu ambao anapenda hili neno sana sana kwa roho yake, amekuja Thika mara kadhaa, na Mungu akubariki sana brother Ndugu Paul Edapo. So the first thing that comes when he starts descending from the heaven, there's a shout. Kuna shout inapigwa akianza kuteremka kutoka mbinguni. What is it? It's a message to get the people together. That shout ni ya kugather watu wakuje pamoja. That shout is to gather people to come together. Ni ya kuleta watu pamoja. Kwa hivyo, okay, a message comes forth first. A message comes forth first. Kuna ujumbe unakuja kwanza. Now, lamp trimming time. Okay, nataka uangazie hiyo lamp trimming time. Lamp trimming time ni nini? Lamp trimming time ni nini? Lamp trimming time, kumbuka, ni Matthew 25 ama ni Matthew 26. Wakati kulikuwa na bibi harusi mjinga na bibi harusi mwerevu. Wakaambiwa Yesu Kristo anakuja. Wakaambiwa trim ya lamps. Kwa hivyo hiyo ni kabla ya Yesu kukuja. Nafikiri mnaona hiyo shout, anasema hiyo shout kwanza itafanyika kabla ya Yesu kuingia, na itakuwa lamp trimming time. Itakuwa ujumbe wa kuambia watu wajitayarishe ya kwamba Yesu Kristo anakuja kuwa bibi harusi. Kwa hivyo wajitayarishe na matara yao, na nabii anasema kwa kuna watu ambao hawakuwa na mafuta hivyo, like that, they didn't have the Holy Ghost. Kwa hivyo, na wakati alikuja hawakuingia, waliambiwa waende wakanunue, lakini walipokuja wakuja milango imefungwa. Hiyo hatutaenda sana kwayo, lakini sasa hiyo ni point ya kukuonyesha kwamba hii shout ambao ni the same na voice, ambao ni the same na trumpet, hiyo voice na trumpet na shout ilifanyika kabla ya Yesu kuja. That's all I wanted to show you. Before anaifanya mambo matatu akiteremuka kutoka mbinguni kabla hajafika. The seventh, okay, anasema what watch was that? What watch was that? Hiyo ilikuwa watch gani? Kwa sababu ilikuwa first watch, second watch, third watch, seventh watch, mpaka seventh watch. No, walikuwa wanaangazia mambo, na ndio unasikia nabii akisema katika kitabu cha Rapture, anasema kwamba hiyo Rapture itafanyika katikati ya saa asubuhi, kwa sababu that is the seventh watch. Hiyo seventh watch inakuaga asubuhi. Seventh watch inakuaga hapo asubuhi, mapema hapo after midnight. Inakuaga after midnight hapo, inakuaga seventh watch, inakuaga hapo usiku huko east. Ilikuwa inawochiwa na watches nafikiri, I don't know whether that's where they go. I don't know, sijui kama hapo ndiko walichukua jina ya watch kama watch ya saa, lakini saa zilikuwa zinaangaliwa na watch. Watch ilikuwa na kila watch iko na masaa matatu, na hatutaki kwenda kwa hiyo. Ndio nasikia kwamba there were watches kama wale majusi wa nyota kuona mambo ya nyota huko east. Wale walikuja kuona Yesu Kristo, walikuwa wanakaa juu ya kikitu ya kinyumba ya juu kama kwa mti, wanaangalia nyota, na kuna mtu lazima kuwe na mtu hapo aangalie nyota zinafanya namna gani. Watch ya kwanza, na mwingine anakuja watch ya pili, watch ya tatu, hivyo mpaka mmoja akaona hiyo nyota zimeungana, nyota tatu, na hizo nyota tatu zilikuwa nyota ya nani, ya Ham, ya Shem na ya Japhet. Akaona zimeungana, na hiyo ilikuwa imesemekana zikiungana ni mwokozi wa watu wa Shem na mwokozi wa watu wa Ham na mwokozi wa watu wa Japhet amekuja, amezaliwa. Kwa hivyo wakaanza safari, wakaja mpaka Jerusalem. Ni watch, zinaitwa watches. Zinaitwa watches. Zinakuwa na kila watch inakuwa na masaa matatu. Kwa hivyo watch ya saba inakujia hapo after midnight huko chini kukienda na ndio nabii akasema rapture itafanyika hapo asubuhi. Kwa hiyo itakuwa the seventh watch. Lakini sasa anasema the seventh watch. Anasema the seventh
not the six. Anasema hakuja kwa seventh watch, sixth watch, sixth watch, alikuja kwa seventh watch. Seventh watch ni nini? Tuteremuke hapo chini, hapo chini niache nayo kidogo, nikuambie nabii akwambie, mwenyewe akwambie. Sijui iko wapi, nikipata ni sawa, nikikosa ni sawa, nikikosa ni sawa, don't worry, lakini iko hapo chini kidogo. Nafikiri hapo chini kidogo, sijui kama niko nayo, nikiwa nisiko nayo. First seal, si first seal hapo katika paragraph ya uh, okay, hapana, sio hapo. Nikikosa sawa tu, nilikuwa nafikiri niko nayo hapo. Yeah, niko nayo paragraph 110, 101 na utaiona hapo. Kabla tujafika kwa hiyo ingine, topic hiyo ingine inaitwa Revealing from Heaven, nitakutumia hizi quote. Akasema, don't Jesus teach the same thing when he said, paragraph 101, the first seal, anasema, don't Jesus teach the same thing when he said, the sound come in the seventh watch, the sound come in the seventh watch. Anasema seventh watch, ati hiyo sauti ilikuja wakati wa watch ya saba. Watch, sijui watch taita kwa nini kwa Kiswahili, watch, seventh watch. Anasema that is the last church age. Anasema hiyo seventh watch ni last church age. Kwa hivyo hapo amesema ya kwamba hiyo sauti ilikuja wakati wa seventh church, wa seventh watch. Anasema ya kwamba hiyo sauti ya shout ilikuwa katika seventh church age. Shout ni ujumbe wa seventh church age. Nafikiri hapo muelewa. Ni ujumbe wa seventh church age. Hiyo ndio ujumbe wa ndugu Branham, na ndio ilikuwa shout. Na shout sasa tumejua shout na trumpet na voice ni the same thing. Nabii amesema ni the same thing. Kwa hivyo hapo tuondoke. Malachi 4, akasema lamp streaming time, anasema hivyo, anaenda hivyo. The same quote paragraph 142, anasema it is Malachi 4 time. Kwa sababu gani anasema ni Malachi 4 time? Nabii anasema ya kwamba, sijui kama niko na hiyo quote hapa. Nabii anasema ya kwamba niko nayo katika kitabu kinaitwa The Voice of the Sign. Ni quote moja hapo, na The Voice of the Sign, paragraph 207. Na hii quote ndio kutumia zote hizi, ni quote zangu, lakini sijaipanga vizuri pengine, lakini utaiona tu hiyo quote, utaiona hapo. Now we have read in Luke 17 that the end time sign would be like it was in Sodom, in Sodom, a promise. Itakuwa, lakini tumesoma hapo katika Luka 17 ya kwamba itakuwa kama Sodoma, ulimwengu utakuwa Sodoma, na hivyo ndio imeahidiwa ya kwamba itakuwa hivyo. We have a Sodom in natural, na tuko na Sodom ya kimaumbile hivi ile inaonekana. Why can't we believe the sign in the scripture here? Kwa sababu gani tusiamini ya kwamba hiyo sign ni ya kimaandiko? If you can see the scriptures also, Luke 17 is the sign. Luke 17 ni nini? Ni pahali ambapo maandiko ilituagiza ya kwamba kutakuwa kama Sodoma, kama vile kulikuwa Sodoma. Sodoma kulikuwa nini? Ile nabii anaangazia ni ya kwamba mwana wa Adam, mwana wa son of man alikuja na akadhihirishwa. Mungu mtu alikuja hapa ulimwenguni. Mungu mtu na akadisan mafikira ya Sara. Hiyo ndio Luke 17. Luke 17 ni Mungu mtu akiwa hapa ulimwenguni akidisan mafikira ya Sara. Kudisan mafikira ya Sara ilikuwa wakati gani? Haikuwa wakati wa bride age. Na hiyo ndio confusion Mungu mingi sana. Hata hapa nimeona hivyo. Hata hapa Kenya, hapa Amerika nimeona hivyo confusion. Sikiza vizuri. Luke 17 wadugu. Luke 17:30 si ya bride age, hapana, ni kulikuwa na pools tatu. Leo hapa mimi nahubiri. Nikimaliza kuhubiri hapa, nyinyi nitaenda kuhubiri huko, na pengine mnaweza kunisikiliza. Ukitaka kuingia kwa mtandao nitakutumia link pia usikize nikuhubiri hapa. Hapa nitakuwa nahubiri na Kizungu, lakini nahubiri mambo ya pools. Nitakuonyesha ya kwamba pool ya kwanza ilikuwa kuponya. Pool ya pili ilikuwa nini? Pools, mvuto wa kwanza ilikuwa uponyaji. Mvuto wa pili ulikuwa kusoma watu mafikira. Mvuto wa tatu ni neno, ni Mungu kukuja, ni Yesu Kristo kukuja, si ndio? Hapo tunajua hivyo.
So sasa uh, ilifanyika lini? Ilifanyika mfuto wa pili ilikuwa kusoma watu mafikira, unaona. Na Luke 17 ni mafikira ilisomwa ya Sara, na nabii anasema ya kwamba Luke 17 ni kama vile Mungu alisoma Sara mafikira, na hivyo ndivyo hata Mungu akakuja kwa ndugu Branham na akasoma watu, anashika mtu anamwambia kumefanyika, na unaitwa na hawajaonana. Kwa hivyo ndio mimi nasema ya kwamba Luke 17 sio bridage, hapana. Luke 17 ni wakati wa nyakati ya saba, lakini wakati wa second pool, wakati nabii ako kwa na hiyo ningetaka kuambia vile ilianza 1949 hiyo kusoma watu mafikira ilianza hapo akiwa Saskatchewan, Canada, pale kunaitwa Regina. I think that was 1941, like something. 1949 kitu kama October hapo, kwa sababu 1950 ndio anasema ati ya kwamba 1950 January ndio anasema ni kama miezi mitatu imepita ya kwamba hiyo kipawa ya Luke 17 ya kusoma watu mafikira ilianza. Kwa hivyo unaona hivyo. Kwa hivyo hiyo ninasema ya kwamba ni nyakati ya kanisa Mungu mtu, na unakumbuka ya kwamba ni second pool, na second pool ni kusoma watu mafikira, na ile kitu inafanyika ni Mungu. Nafikiri naongea haraka kwa sababu naona kama wakati umeenda sana, lakini wacha nikwambie, kusoma watu mafikira inakuja kukuonyesha ya kwamba Mungu wako hapa na mwili. Unakumbuka wakati Yesu Kristo alisoma mafikira ya mwana wa Msamaria pale kwa kisima, akajua ya kwamba huyu ni Mungu, huyu ni Mesaya, na Mesaya ni Mungu mtu. Wakati Sara alisoma mafikira na Mungu, alikuwa Mungu mtu. Mungu aliumba mwili wa kukula, mwili kama huu wangu, na Yesu Kristo alikuwa na mwili kama huu wangu, na Mungu alikuja na mwili kama huu wangu, hata akakula chakula, hata akakula buzi, akakula nyama na akakula mkate pale katika hema ya Sara. So tunajua ya kwamba wadugu, tunajua ya kwamba hiyo ni sign ya Mungu mtu. Kwa hivyo kukaa hapa ulimwenguni na Mungu mtu, lakini wakati huo Mungu mtu ako Mungu mtu, Mungu ametoka mbinguni na amemuingia katika second pool. Yesu Kristo halikuwa hajakuja kwa sababu ataletwa na third pool. That was the second pool. Third pool, mfuto wa tatu ndio utaleta Yesu Kristo hapa, na mfuto wa tatu ndio muhuri wa saba. Okay. Kwa hivyo anasema ya kwamba Luke 17 is a sign. Hiyo ni ishara, ni ya kukuvuta, ni ya kukuonyesha ya kwamba Mungu wako hapa ndani ya mtu mmoja. Hiyo ni ishara. Na Malachi 4 is the voice. Malachi 4 ni nini? Malachi 4 ni Elijah. The sign was the God manifested flesh, knowing the secrets of the head. Na Elijah ni yule Elijah wa Malachi 4. Unajua Malachi 4, nitawatumia Elijah kabla ya siku ile kuu na ya kuogofya kukuja, nitawatumia Elijah. Hiyo ni Malachi 4. Hiyo ndio Malachi 4. Malachi 4 is as simple as that. Ni mtu ambao Mungu ameingiwa na Mungu. Sasa iwe Luke 17. Luke 17 ni Malachi 4, Mungu akiingia huyu mtu. Exactly. Kwa hivyo ndio nasema hapa Malachi 4 time, Luke 4 time. Katika turudi kwa rapture tena, anasema Luke 17, hapo kwa Luke 17 is Isaiah. All these prophecies that can be perfected in order for this day in the scripture, we see it living right here. There is no, anasema shout, a messenger getting the people together. Hiyo ndio ilikuwa shout. Therefore the message calls the people braid together. Message kazi yake ni ya kuita braid together, sio ya kuerapture. Hapana, ni ya kuita kujeni. Anakuja, ako karibu sana kukuja, ako karibu kwa tengenezi mataa yenu, anakuja. Ni sauti ya kuita. Voice the same, voice inaita wale wamekufa. Voice inaita wale wamekufa namna gani? Maandiko inasema ya kwamba Nabii Branham wakati huo wa saba, wakati wa kuitana kujeni, wakati anatuita alikuwa pia anaita akina Paul, kwa sababu hakuwa na ujumbe wake hakuwa na ujumbe wa saba. Ujumbe wa saba ulikuwa ujumbe wa Paul uletwe hapa, ujumbe wa Irenaeus uletwe hapa.
Kuleta ujumbe wa Irenaeus hapa, kuleta ujumbe wa Paul hapa ilikuwa kuwafufua, kwa sababu hatuongei juu ya miili ya Paul, tunaongea juu ya ile kitu kilikuwa ndani ya Paul. Ile kitu kilikuwa ndani ya Paul, hiyo ilikuwa neno. Hilo neno likaletwa hapa, kwa hivyo Paul akaletwa hapa. Ile neno alizungumza na ile neno lilikuwa ndani ya hao watu. Hao watu wote walikuwa na hilo neno, ndio wakakubali neno la Paul, ndio wakachukua neno la Paul. Ni kama Igo ile iliitwa na mamake, ikasikia hiyo sauti, kwa sababu ilikuwa Igo, ndio ikaenda. Nafikiri mnajua hivyo. Kwa sababu walikuwa na neno, walikuwa neno la Paulo, ndio wakachukua neno la Paul. Hiyo neno likiletwa hapa, ni Paul ameletwa hapa. Hiyo ndio ufufuo wa voice wa Thessalonike 4. Nafikiri hapo mmeelewa. Hiyo ndio ufufuo wa Thessalonike 4. Hivyo akileta hiyo ujumbe, sasa yote iko hapa. Wakati Yesu Kristo anakuja, kwa sababu Yesu Kristo ni neno, tukiingia kwa rapture, ule Yesu wote upora kwa hapa, na kila kitu kinaitwa Yesu kiko hapa sasa. In the rapture, akija hapa iko full Yesu. Nafikiri hapa tumeelewa. Therefore the message calls the bride together, see the shout. Hiyo ni kitabu kinaitwa Rapture. Hiyo tumemaliza. Hiyo ingine tumesoma. Hiyo nafikiri hii bridge sijui kama tutasoma. Inasema the same thing, the seventh watch, second watch, third watch. In the seventh watch there was a command to a call, behold the bridegroom cometh. Ilikuwa ya kwamba seventh watch, that is the seven church ages, ilikuwa inaita kujeni, bibi harusi anakuja kuoa, na inaenda hivyo. And when they did, the sleeping virgin, anasema hiyo kanisa ya wale ambao hawakuwa Presbyterian na wao na Episcopalian hawakuwa na mafuta, na inasemekana ya kwamba hiyo ilikuwa nyakati ya saba ya kanisa. Hiyo ukisoma hiyo yote utaelewa. Nimeruka hiyo tumesoma hiyo. Nimekuja kwa hapa kwa hii ingine, wacha niwasomea tu portion kidogo. Revealing from heaven, revealing hiyo topic ya hiyo heading ya hapo inaitwa Jesus said when the Son of Man, katika kitabu kinaitwa, hii ni kitabu kinaitwa, lakini nitatuma hizo kuti zote kwa hiyo mitandao, na nitaweka Edapo kwa hiyo mtandao wa Dhika. Edapo nitamweka kwa mtandao wa kanisa ya Dhika. Na Edapo ningetaka sijui kama anaweza kukubali nimpigishe transfer, nitafute transfer yake akuje Dhika. Ningefurahi sana, ni mhubiri mzuri sana na anaweza kusaidiana na wahubiri wengine hapo Dhika. Na tena ni mtu mpole sana, atakagi mambo mingi, lakini ni mkubwa sana kwa kicheo, na hapa ulimwenguni ni mkubwa kidogo, lakini hata ukimwona huwezi sema, kwa sababu ni mpole, ni mtu ambao ni mtulivu sana, mpenda ndugu yangu, nampenda. Mungu ambariki sana. Kwa hivyo katika kitabu kinaitwa The Called Out One, preached in 1951, in 1958, ilihubiriwa 1958 na 1958 hapo January. Hebu tuone hapa. Jesus said, the paragraph 24, the called out one, the called out. Kitabu kinaitwa The Called Out. Pengine yule anataka kusearch The Called Out. Nafikiri moja tu inaitwa The Called Out 580109. Hebu tuende pale. Paragraph 24. Jesus said when the Son of Man is revealed from heaven. Na Yesu Kristo alisema wakati mwana wa Adam anafunuliwa kutoka mbinguni. Let me close by saying this, that the Son of Man is now being revealed from heaven. Wacha nifunge na kusema ya kwamba mwana wa Adam anafunuliwa kutoka mbinguni. Unaona? Na ni wakati gani? Sio 1963, hapana, 1958. Mwana wa Adam anafunuliwa kutoka mbinguni. Na maandiko hapo Rapture ilituambia namna gani? Ati hiyo sauti itafunuliwa wakati anatoka mbinguni, wakati anateremka, ndio hayo mambo matatu yanafanyika. Unaona? Na sasa hiyo mambo matatu ikifanyika, this is what is happening on earth. We need come after while, itafanyika itafanyika hapa nyumae, ama imefanyika, ndugu Branham. It is now. Anasema ni leo, saa hii inafanyika, inaendelea, saa hii inaendelea, saa hii. Anasema hivyo, saa hii inaendelea, sio kitu kitakuja, hapana, inaendelea. And hope, I wouldn't have to make this personal of this own meeting.
sitaki kuifanya kama hii ni kitu yangu sana, but that your spirit within you that give you by God, lakini ile roho Mungu amekupea can lead what I'm talking about. Inaweza kukuambia mimi nasema nini. The Son of Man has already come from glory. 1958, the Son of Man has already come from glory. Rapture tuliambiwa namna gani? Ya kwamba atafanya haya mambo matatu akiteremka kutoka mbinguni kabla hajafika hapa ulimwenguni. Kabla, hivyo ndio nabii anasema kabla. Lakini kwa sasa anasema ya kwamba hii na swali lingine wa ndugu ni nini wakati huu anasema hivi, shauti ilifanyika na anasema ya kwamba inafanyika saa hii mambo inafanyika, na mwana wa Adamu anafunuliwa kutoka mbinguni saa hii hapa. Kunafanyika nini hapa ulimwenguni wakati huo? Hivi ndivyo kunafanyika hapa ulimwenguni wadugu, hivi ndivyo kunafanyika hapa ulimwenguni. Ni discernment inaendelea na ndugu Branham anasoma watu mafikira akiwaponya na kuhubiri na nini, na of course kufunua neno, kufunua seals. Hiyo yote inafanyika at the same time. Kwa hiyo within you. Okay, anasema ya kwamba anasema, can you read what is speaking about? The Son of Man has already come from glory. Son of Man ametoka glory and is revealing himself from the past few years in the church in mercy. Anajifunua in mercy. First pool na second pool alikuwa anajifunua na mercy ni huruma, ni kuonea huruma. Okay, showing them his great presence, kuonyesha kuwepo kwake katikati ya watu. Akisoma watu mafikiria wanajua ya kwamba ako katikati yao akiwa mtu. Okay, doing the same things that he did when he was here on earth, akifanya yale mambo alikuwa anafanya akiwa hapa ulimwenguni. Revealing himself like he did to Abraham, akijifunua kama vile alijifunua kwa Abraham before the destruction, kabla ya Sodom kuchomwa. He has come now in mercy, amekuja na hiyo mercy, amekuja na hiyo huruma. Hiyo huruma ninaitwa sijui kuita na njia ingine huruma. Revealing himself to the church, na najifunua kwa church. Wakati gani? Wakati wa discernment 1958. Nakwambia discernment ilianza 1949 mwishoni wa mwaka hapo, almost 1950. It's being traveled na is covered up. Ili usiseme ya kwamba nimekuja na kuti moja nimekuletea nyingine. Kwa kusema hivyo tu, paragraph 40, the loving kindness, paragraph 40 anasema, when you see these revivals and things going on like this, ukiona haya mambo ikiendelea hivi like this going on now, kama vile inaendelea, revival ni moto kwa kanisa. Just remember destruction comes. Ukiona hivyo kumbuka ya kwamba sasa kumalizika ndio kuja. Jesus said himself in that day, Yesu Kristo alisema mwenyewe, in that day when the Son of Man reveals himself from heaven, wakati mwana wa Adamu anafunuliwa kutoka mbinguni, nabii anasema he's revealing himself now in mercy to his church. Saa hii anajireveal kwa watu, kwa kanisa, kwa mercy, kwa huruma to his church. The next revealing will be in judgment. Akijifunua tena kutakuwa wakati wa judgment on those who is rejected him, kwa wale ambao wamemkataa. Okay, sijui kama niendelea ama namna gani ama nimalizie hapa. Okay. Lakini hiyo inatatanisha kidogo ya kwamba anajifunua kwa mercy, lakini kutakuja wakati atajifunua kwa judgment. Sikiliza, wakati wa nyakati ya kanisa ya saba alikuwa anajifunua kwa mercy, alikuwa anawaita, is calling, please come come out of my people. Tokeni kwake huyu mmaraya, tokeni kwake, tokeni kwa udhehebu, tokeni kwa hayo. Alikuwa na huruma sana akiwaita, akilia. Lakini wakati atakapokuja, kwa sababu anawaambia ako karibu kuja, kujeni, kwa sababu ako karibu kuja. Wakati amekuja, ameoa bibi harusi, sasa itakuwa judgment. Kwa nini itakuwa judgment? Sikiza vizuri, kwa nini itakuwa judgment? Na mimi amesema hivyo. Kwa nini itakuwa judgment? Kwa sababu watu wote wengine wamejajiwa, wao ni wakuzimu. Watu wote ambao si wana ujumbe, watu wote sio bibi harusi. Kuna bibi harusi wawili,
bibi harusi wa Yesu Kristo na bibi harusi wa Shetani. Kwa hivyo watu wengine wote pengine unawapenda sana, pengine wanaenda kanisa, pengine wanaenda kanisa ya ujumbe, whatever, ikiwa hawako kwa ujumbe wa wakati ya ya kuoa ya kuolewa, wameoleka na Yesu Kristo, wako kwa rapture na unajua watu wanachezanga sana wadugu, watu wanacheza. Unafikiria kwa sababu wewe ni wa kanisa Thika, kanisa yote, ikiwa hujaoleka na Kristo, wewe kumbuka, ikiwa wewe sio begu, kwa sababu kuna watu ambao hawajaoleka na Yesu Kristo lakini ni begu, kwa hivyo watakuja kuoleka tu, ni kasichana kadogo hajakafikia wakati wa kuoa. Kwa hivyo ni begu lakini haijaona, na pengine hata wako ulimwengu hawajakuja kwa kuona hii ujumbe ama kuona bwanao, hawajakutana na bwanake neno, lakini wakati watakutana na hili neno, ikiwa ni bibi harusi atakuja aoleke mara moja. Lakini ule ambao sio bibi harusi, leo ni maragara magushinwo, kwa sababu kuna bibi harusi wawili, bibi harusi wa Mungu na ulimwengu wote umegawanyika. Na ndio anasema ya kwamba sasa anajifunua kwa bibi harusi in judgment, kabla ya nyakati ya kanisa kuisha, wakati ya nyakati ya saba na huko nyuma, alikuwa anajifunua kwa masi, kusi watu, kujeni yako karibu kuja, kumbuka ya kwamba yeye alikuwa wa kufuarana the second coming of the Lord, alikuwa kutanguliwa kukuja kwa Yesu Kristo kwa pili. Kwa hivyo alikuwa anasiwa, tafadhalini kujeni, anawaita wote wakuje kwa hii karamu, kujeni, tafadhalini kujeni, akilia. Lakini wakati Yesu Kristo amekuja, atafunga mlango, umefungwa. Kukuja kwa Yesu Kristo kufunga mlango, wale wako ndani, wale wako nje. Na ukiwa unamuona nje, pengine hajakuja kuingia kwa kanisa, sio kukuja. Siongee juu ya kukuja kwa kanisa ndugu, naongea juu ya kukuja ati wewe ni begu. Kuna mtu ambao ako nje lakini ako ndani, kwa sababu yeye ni begu, ataingia tu huyu, ataingia kwa sababu tunaongea juu ya begu. Lakini kuna wao wako nje kwa sababu hakuna pahali fese kumefungiwa takiugwate kuwekirwa dhiringi. Hakuna kitu kama hiyo. Tunazungumza juu ya kushikwa kwa nyoyo, kwa sore yako inaitwa nafsi yako kushikwa, imeshikwa na imeoleka na Yesu. Na kunazo ambazo haziwezi oleka, na kunazo ambazo ziko hazijaoleka, kwa sababu lakini ni za Yesu anazijua, na itakuja. Hiyo ni yake. Ni kama tunaweza kusema imeoleka kwa sababu hiyo ni yake, okay. Lakini kwa hivyo huu sio wakati wa masi, ni wakati wa masi, ni wakati wa masi kwa bibi harusi, lakini ni wakati usio wa masi, ni wakati wa judgment kwa walimwengu. Na ndio nakwambia, tunaweza kusema, unajua kuna makanisa mengi sana hata ya ujumbe wa ndugu, lakini pahali popote huko, ikiwa unaweza kwenda kwa ujumbe, ikiwa unaweza kwenda kwa kanisa na ufurahie ya kwamba, kwa sababu kama Catholic kama hivyo, na roho yako inakula, wewe jua ndugu, kuna kasoro hapo. Ikiwa roho yako haikuli hii neno, hanaipewi hii neno, inatakikana isumbuke kidogo, kwa sababu hii roho imeoleka. Hii roho ni neno, na hakuna kitu kingine inataka ila tu neno. Nafikiri unaelewa hivyo. Kila kitu kingine kikizungumziwa, hiyo roho haifurahii kitu, kwa sababu ni roho hiyo. Sasa inafunuliwa katika masi. Ukisikia kama unakula, ukisikia kama uko kwa hii, Mungu anakufunulia in mercy, kwa sababu mercy will continue wakati wa judgment. Judgment imefika, ulimwengu umejajiwa na umeendelea kujajiwa, lakini ako na mercy kwa bibi harusi wake. Amechukua bibi harusi wake, is revealing himself in mercy to the bride. In mercy, he is revealing himself to the bride, but he has brought judgment to the world. Okay. Lakini tazama nukuu ya mwisho hapa nimalize. Okay. All right. Okay. Now, paragraph natazama haraka sana, paragraph 50. Now, the mystery, nipetie dakika kadhaa nisome hizi mbili tu. Yeah. Now, paragraph 51, the first seal. Now, the mystery of the book are revealed when the seals are broken. Mystery zinafunuliwa wakati siri zinafunuliwa. Siri zinafunuliwa wakati mihuri imefunuliwa. And when the seals are completely broken, the time of redemption is over.
wakati mihuri imefunuliwa. Mihuri ndio ilikuwa kama boundary. Mihuri ndio ilikuwa boundary ya church ages na pande hii ingine ya bride age. Kwa hivyo mihuri ikifunuliwa, redemption is over. Hapo ndiko boundary iko, hapo ndiko boundary iko. Mihuri ikifunuliwa, hiyo ni boundary. Pande moja ni church ages na hiyo imalizika, pande hii ingine ni bride age. Na hiyo ndio redemption is over. Mambo ya ukombozi imemalizika, because the Lamb left the intercession booth. Hakuna utetezi tena. Mwanakondoo ametoka kwa pahali ambapo alikuwa anafanya kazi ya utetezi, to walk out to take his claims, ili yakuja achukue ile kitu alikuwa anatetea. He was a mediator, yeye ndiye alikuwa mtetezi between that wakati ule. But when the new revelation happens to the seas, as they begin to break, the Lamb is coming forth from the sanctuary. Mwanakondoo anatoka pahali pa utetezi, anaendelea kusema hivyo. Utasoma hiyo paragraph 390, souls in prison now. I don't know that this is the thing true. Sijui kama hii ni kweli. Nabii anaongea kama sio. Kwa sababu gani? Nimekuta kuti ingine, nimepata kuti ingine. Ukitaka pengine nitakutafutia. Inasema ya kwamba hata ile kuna sermon nyingine alihubiri inaitwa Is this a time SARS? Is this a time SARS? Anasema ya kwamba alikuwa anasema hivyo kwa sababu Mungu alikuwa amemuonya ya kwamba asieleze mvuto wa tatu, akaeleza sana mpaka watu wakawa na impersonation, watu wakawa wanajifanya ati wanaponya. Mvuto wa pili akaeleza tena, akaharibu. Sasa mvuto wa tatu akaambiwa usieleze, na kila wakati alikuwa anaeleza usieleze kwa sababu watu watajifanya. Kwa hivyo sasa anasema ndio akaleta hiyo is this the time SARS, kwa sababu hata hakutaka kueleza. Na hii hata hii akihubiri anahubiri hivyo. Is this the time, kwa sababu hataki kueleza ya kwamba amefika. Kwa hivyo anauliza kama ni swali, lakini it is exactly what he saying. Anasema I don't know that this thing is true, but it's got to be that way. Lazima unaona, lazima iwe hivyo, lazima iwe hivyo ya kwamba amekuja. Anaongea juu ya kuja kwake, kwa sababu anaongea juu ya that pool. Anasema see, it's got to come to that. Lazima ikuje hapo, and it could be now, na lazima na pengine ni sasa. See, in every way the world will carry on right on. Na wakati amekuja Yesu Kristo, ulimwengu utaendelea tu kama vile kama hajakuja, kwa sababu hakuna mtu atajua. People will still come to the altar. Watu watakuja kwa mibara kuombewa kwa altar kuokoka. They will still cry out, but it will do no good. Lakini hakuna kitu kitafanyika. Wao ambao wamejajiwa, he is revealing himself in judgment now. Wale ambao sio biharusi wataendelea kukuja kwa madhabahu, wataendelea kuenda kwa makanisa, wataendelea kufanya mambo kama ni makanisa, lakini hata kwa hata kuombewa ya kwamba wapewe, lakini hakuna kitu, na hakuna kitu. Nabii amesema katika kuti nyingine, anasema hakuna hata there's no hata kitu kidogo ya kumuonea huruma. Hakuna huruma hata kidogo. Kwa sababu gani? Mungu anajifunua kwa judgment sasa. Anasema but it will do no good. See, haitafanya kitu kizuri hata kidogo. They will be gone. Watakuwa wamemalizika. See, it will be over. Itakuwa imemalizika. There will be no mercy. Hakutakuwa mercy tena. Unajua alikuwa wakati wa nyakati ya kanisa alikuwa revealing himself from heaven in mercy. Sasa ana reveal himself in judgment. No more mercy. Remember that. And the sanctuary becomes smoky. He that is filled na sanctuary ikawa sijui tutaita hoji kwa Kiswahili, ikawa smoky. Sasa kunatoka moshi pale kwa kufanyia sacrifice, kunatoka moshi. Kwa nini? Kwa sababu ni judgment. He that is filthy still. Yule mchafu aendelee kuwa mchafu. He that is righteous awe righteous. Na yule mtakatifu aendelee kuwa mtakatifu. And he that is holy awe holy. Na ule mzuri aendelee kuwa mzuri. Unaona hiyo hakuna sasa, imemalizika. Ni judgment time. Okay, there is no more mercy when the Lamb takes the book. Wakati hiyo kitabu kinachukuliwa, hakuna mercy tena. Lakini amechukua kitabu. Kuchukua kitabu ni mercy enough. That is Deadpool. Hiyo ni Deadpool. Kuchukua kitabu, kwa sababu hiyo kitabu ni wewe na mimi na bibi harusi. Hiyo kitabu ni wewe na mimi, ni bibi harusi. Ni Yesu Kristo
ni Yesu Kristo nimetoa, ni Biblia Yesu Kristo amechukua. There's no more mercy when the Ram takes the book. That's it. That's all of it. And it looks whole lot like it could have been. It could be. Souls in Prison Now. Hiyo ni kitabu kinaitwa Souls in Prison Now. Kuna zingine 3 hapo na sitazisoma. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Wacha nifikishe hapo. Nafikiri nimeenda haraka sana. Nilikuwa nataka kumaliza hivyo. Lakini hata hivyo right now before kwa sababu nilikuwa nafikiria kabla sijaenda kuhubiri hapa nilale hata ikiwa ni risali moja, just 1 hour, kwa sababu nasikia kama kichwa yangu inazingika kidogo. Kwa hivyo nilale nipumzike tu kidogo. Is this not the unasema aji Dugowino? Hebu niandikie tena Dugowino. Dugowino ameniandikia kitu hapo, sijui ameniweka nini. Wacha niangalie. Kwa sababu inaweza kuwa ni swali. Wacha nione Dugowino. I saw another mighty angel come down from heaven. Dugowino nasema hivi, I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a crown and a rainbow upon his head. If you notice, that is Christ. Anasema hivyo. Hiyo ni quote iko katika kitabu kinaitwa The Bridge. Anasema and that is the mighty angel. Is not the archangel. Anauliza kama hii this is the archangel. I don't know. Brother Wino, I don't know kama hii ni archangel. Naona huyu mighty angel ni Yesu Kristo. Nabii anasema huyu ni Yesu Kristo. Anasema it is only Christ it can be. Revelation 10 ni Yesu Kristo huyu. Lakini the archangel, the voice of the archangel. Sitaki kusema ati archangel ni huyu. Najua archangel ni malaika mkuu. That is what it says. But sitaki kusema mimi nataka, unajua mimi ni mtu wa quote sana unfortunately, lakini hivyo Brother Wino anasema ni sawa, hiyo ni sawa, na mtu anaweza kufikiria hivyo, anaweza kuona hivyo, lakini mimi sitasema hivyo. That is not my answer ya kwamba naweza kupea bibi yangu, kwa sababu nataka direct quote. Lakini Mungu abariki sana. Nafikiri tunaweza kuomba, isipokuwa ukiwa na swali naweza kujibu pia. Ikiwa na swali na uwe na wakati, kwa sababu mimi niko sawa, naweza kukosa kwenda kulala ni kujibu, na mimi halafu kutoka hapo ngine nikahubiri. Lakini kwa hivyo Mungu akubariki. Ikiwa kuna swali tunaweza kuomba, na mniombee. Najaribu kukuja kwa muda kidogo, nikuje nitembee alafu nirudi. Moyo wangu, roho wangu sana iko huko kuhubiri huko Kenya na nini. Nawapenda na wamisi sana, na nataka kuwahubiria sana. Mungu awabariki. Ukiwa na swali unaweza, hizi kundi natuma kwa Thika Church. Ndugu Edapo, nitakutumia directly kwa WhatsApp group, kwa WhatsApp yako. Nafikiri itakuwa kubwa, lakini WhatsApp inaweza kutuma tu. WhatsApp inaweza kutuma. Mungu akubariki. Wacheni tuombe. Father, once again we are so happy. Thank you, Father, for thy kindness, for thy mercies and grace, Lord. And now you've spoken the way you've spoken, Lord God, and we are so happy about that, Lord. And every time, Father, we gather, you speak to us, Lord. We are so thankful for that. Now, Father, bless the people. There might be some needs amongst the people, Lord. Father, we pray that, Lord God, thy word make peace. Build some peace in the people's heart, Lord. That whatever, Father, they need, Lord God, thou canst provide. Thank you for your word. Thank you for your revelation, Lord. Continue revealing yourself, Father, to us. We love you, Father. We want you in our lives, Lord. We can't do without you. You are our Father, Lord God. We are everything. And Father, another thing that we want to pray for is the church in Thika, Lord. About the things that we use, this technology, Lord God, that is giving us problems. Lord God, they are here, Father. We pray, Father, because all things are possible with you. We pray that you solve it now, Lord God. Show us the way, Father. Show us the way, Lord God. Help us, Father. We cry unto you, Father, that, Lord God, that this problem will not be there again, Lord. Thank you. Bless the people. Bless the people who are working so hard. Brother Joshua, Brother Bill, Brother Murithi, Lord God, Brother Kamau, and the rest of them who are trying so hard, Father, that it can work, Lord. The sisters who come very early, Lord God, and make the chairs and things like that, Lord. And the Sunday school children, Lord God. And all this, Father, all these people, Father, trying their best to serve you, Father. Maybe some of them, like Endapo and the rest of them, maybe at home trying to listen, Lord God, and taking their time, Father, Lord God, to do that. And other people, different places, Father,
doing something for you, Lord God, trying to serve you. Will you, Father, bless them in a mighty way, Lord God, that the Lord God recognize, Father, that you love them, Father, and that, Lord God, you care about them, Lord God, and that you have put that something in them to love you, Lord God. That's why they love you. That's why they want to come to you, Lord God. Thank you. Continue opening yourself. Thank you, Father, because you're so good, because you love us. Thank you, Father. Continue being with us. Bless the people is my prayer. In the name of the Lord Jesus Christ, our Savior, we pray. Amen, amen, amen. God bless you. God bless you. God bless you. Till we meet again. God bless you. God bless you.